Mheshimiwa Muturi Kigano ama county yangu Kanini ambaye anakimbia huko Kiambaa, CS Monica Juma, karibu sana. Niko kuna Sue BS ndio kwa ora Professor, my friend Professor Kagwanja, a Cristiano a Kenya Jeru. God is good all the time. Asante sana. Yangu yatakuwa machache mno na Lord Bishop, kwa sababu umesikia wale ambao hao ndio huwa anaongea. Speaker kazi yake si kuongea. So wale ndio huwa anaongea. Muona gogo. Ala ndio mara ya kulia. Ila wakati niko mahali ya kidogo. Pero ni makoro mahete muno, mahiaga akili cia ore ni stengera muno. Kogo wera wakwa ni ku marora. Moni andu wega. Wale ambao tuko nao katika sehemu hii ya wakilishi, sehemu hii ya Murang'a kaunti yetu, ni wabunge wenye heshima. Juzi last Sunday, my Lord Bishop, I took opportunity to, at an education Sunday of the Embu Anglican Diocese, to explain something ambayo kwa sababu nimeona hiyo makosa ikifanyika kila wakati. Mbunge akichukua simu anapigia wewe, anakuambia mimi naitwa mheshimiwa. Unaitwa na nani? Badala ya unikwambie na Lord Bishop mimi naitwa Muturi, Justin Muturi. Kama ushasikia hiyo jina labda ndio ule speaker. Lakini kama hujasikia tutazungumza tu kwa sababu jina langu nimekwambia. Lakini ndio sababu nakwambia saa zingine kule tunakuta watu wako damu imechemka sana. Kwa hivyo kazi yangu kama speaker kule ni kuhakikisha kwamba bunge linafanya kazi pamoja. Kuna uwiano, watu wanaelewana. Kwa sababu bungeni kuna watu wa kutoka vyama mbalimbali na watu wametoka sehemu mbalimbali za nchi. Hata wakichagua mimi kuwa speaker, wanajua huyu mtu ameletwa na chama gani. Kama mimi nililetwa na chama cha Jubilee. Hakuna kuficha. Wale walikuwa mbele yangu walikuwa wametolewa na vyama vingine. Lakini ukishachukua hatamu ile ya kuwa speaker, inakubidi uangalie Kenya mzima. Ukipatia Maitoa County nafasi ya ongee, unajua hiyo ni Jubilee kutoka Murang'a. Unarudi unaangalia, sasa wacha tuangalie pande mwingine Busia. Unajua hiyo ni ODM. Huyu akimaliza unaangalia pande nyingine unajua ule Makueni hiyo ni Wiper. Ikikaa kidogo unaona sasa lazima tuangalie wazee. Unakuja kwa Mheshimiwa Muturi Kigano. Ukikaa kidogo unaona iko vijana pia, kuna hiki kijana chipukizi hapa. Kwa sababu lazima sasa kazi yangu niyo tu kunaangalia huyu ameongea ni wa chama gani. Huyu anatoka wapi? Ule anatoka, kwa sababu kila pembe lazima wasikie sauti yao kule bungeni. Kwa hivyo kazi yangu ni ya kuleta watu pamoja. Kwanza kuleta watu pamoja, kusikizana. Najua kwamba mimi nimechaguliwa kutoka na watu nilipelekwa pale mbele na chama cha Jubilee. Kwa hivyo lazima nihakikishe kule katika Jubilee kuna amani. Amani ndio tuweze kuzungumza pamoja. Bila kuwa amani hatuwezi kuzungumza pamoja.
Kwa hivyo yale ambayo yamezungumzwa hapo awali na Mheshimiwa Kanini na Mheshimiwa Sabina ni mambo ya muhimu, na ndio hiyo tunafanya sisi. Na tunafanya sisi zote kama vile Mheshimiwa Muturi Kilyango amesema, tukiwa chini ya kiongozi mmoja katika nchi yetu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wengi wetu tumetoka mbali sana kwa kazi pamoja, tumefanya hata tukiwa kwa upinzani tulikuwa pamoja wakati alikuwa kiongozi wa upinzani, mimi nikiwa kiranja wa upinzani wake. Tumefanya kazi pamoja, kusikizana. Kwa hivyo naona saa zingine ikiwa inatatiza, inashangaza sana ukisikia watu wakisema sijui rais tuko naye mmoja, tunamheshimu kwa sababu as the Honorable Muturi Kilyango said, he is not just a head of state and head of government, but is the symbol of national unity. Unajua saa zingine watu hatujajua kwamba tangu mwaka wa 2010 tulipopitisha katiba mpya, iko na mambo mengi sana ilileta pale. Uhuru wa kuzungumza maoni yako, freedom of expression, association, ambazo hapo awali ziko na shida sana. Lord Bishop, nakumbuka siku zile hata kanisa ilisaidia sana kuleta hiyo development ya kuwa na freedom of expression, freedom of association. Ilikuwa imegandamizwa sana pale awali. But today we have a very robust Bill of Rights in our new constitution. Kwa hivyo saa zingine sababu iko watu nimeona wakiuliza, nasikia kijana anasimama pale anamtukana rais, mwingine anazungumza pale, watu wanasema badala tungerudi kule nyuma. Aturudi nyuma huko. Na tunatakiwa kutoa shukurani kwa Mungu kwa kutupatia kiongozi ambaye utasema haya, useme haya yake, lakini yeye focus yake ni kuhakikisha kwamba nchi ya Kenya inaenda mbele. Kwa sababu tunaweza kujiuliza kwa nini yale ambayo zingine tunasoma kwa magazeti ama tunasikia kwa mtandao yashangaza. But it is because the president understands fully and appreciates the space for freedom of expression. And he says, as long as you are constructive in your criticism of him, he will let you do your bit. As long as you are constructive. Endelea na shughuli zako. Saa zingine some of it is idle criticism. Hata hiyo ikija, yeye anasema wacha mtu aongee, akimaliza ataenda kulala. Mwaka jana na ule mwaka wa 2019 iko wakati Chief Justice yule ambaye amestaafu juzi tulikuwa kwa kongamano pale Bomas of Kenya, akalalamika kwamba iko picha imepigwa nini, anasema yeye ni mbaya sana. Rais aliposimama akamwambia welcome on board Bwana Chief Justice, tulikuwa tumeleta sheria pale mkasema is unconstitutional. Akamwambia what you need to do is develop a thick skin. Kwa hivyo wengine wanataka unasoma katiba ile kitu ambayo unapenda wewe mwenyewe, lakini sio sio kuisoma yale ambayo yanaweza kuwa nzuri kwa kila mmoja wetu. What am I saying? There's freedom, there's sufficient freedom for Kenyans to say all that they need to say.
Lakini hata hivyo tujue kwamba yale yanatoka kwa mdomo zetu yanaweza kusambaratisha nchi. We must be careful. If we want to criticize, but please make sure that your criticism is aimed at improving the situation. Ndio sababu serikali huwa inaleta mishwanda mingi, na hawa mawaziri pia na wale wafanyikazi kina PS they research a lot to bring bills to parliament. Lakini hata kama wamefanya hiyo research, bado sisi kule tunaenda tukichukua maoni ya wananchi, pia tuna improve. So criticize, but let your aim be to improve the lot. Kwa hivyo mimi, kama vile Kanini Kega amesema, wamekuwa na mikutano, na mimi naunga mkono watu waendelee kuwa na mikutano. Bora ni ya kuleta uwiano kati ya Wakenya, amani katika sehemu hii yetu, na amani katika nchi ya Kenya. But they say charity begins at home. So here at home, we must be people who embrace peace and people who embrace unity. That is my mission. I do account. See my mission in peace and unity. That's all. But appreciating that charity must begin at home. We must have that peace and unity here in our region. Once we appreciate that, let everybody atembee kila pahali, kona zote. Tukiwa pamoja vile Mheshimiwa Kanini amesema, tutaweza pia kuunganisha nchi nzima. When we speak with one voice, common purpose, protecting the interests of our people, ensuring that their daily toils bear fruits. Yale mengine yote waheshimiwa wanaangalia ndio wenye mambo hayo. Ikitoka kwa serikali inaletewa waheshimiwa, ndio vile yale yameambiwa PS, na PS umefanya vizuri sana. Umeombea watu maji pesa hapa na mara moja unaona imepatikana. Sasa hilo huku jua ni kwamba mnaweza kubaliana na Kanini, lakini akiletea mimi hiyo report niseme hapana. Kwa huku niomba mimi. Hata Mheshimiwa Muturi anaweza kukuambia, na Mheshimiwa Sabina wanaenda wanafanya mambo hiyo yote, lakini hiyo report haiwezi kuzungumziwa pale kabla haijapitia kwangu niseme hii hapana. Na nikisema hii nimetoa basi. Lakini bwana pia kwa sababu wewe ni rafiki yangu na watu ni watu wetu, yale ambayo mwaombea na yale ambayo na ndio hiyo Kanini amesema atafanya, ikija kwangu nitapitisha. My Lord Bishop, generally it's not my nature to do politics in church. Nilialikwa na rafiki yangu Profesa Kagwanja nije hapa tusaidiane ili kukuza kanisa hili. Kwa hivyo mimi nikiachia hapo, araiko digira hau digira turute wiroria tugwititu tondu maria mangi irio cia roho etuheirwo ni baba askofu. Etiguo maria mangi nitwaheo ni viongozi. Ni wira wakwa no thayu.